kimsingi hili ni jukumu zito kidogo, lakini kwa sababu tulishindwa kufaulu vizuri kwenye masomo yetu, tukaangukia kwenye muziki, tukakutana na hizi ajira, inabidi tufanye ambacho tunatakiwa kukifanya. Sasa bibi na mabwana, niko hapa mbele yenu, nataka niwatambulishe washindi ambao watakwenda kwenye kuchuana. Hapa nazungumzia tarehe 21 ya mwezi huu wa 6 pale Lumbela kama Dar es Salaam, na watakaofaulu hapa, ikiwa leo ni nusu fainali ya mwisho, hawa ndio watakaokwenda kuwakilisha sehemu walizotoka kwenye hatua ya 10 bora. Nazungumzia fainali ambayo itafanyika siku moja tarehe 21. Tulikuwa na vigezo vitano. Kigezo nambari 1, nataka nitoe mwongozo ili mwelewe kwa nini hawa watu tunaachana nao na kwa nini tunaendelea nao. Kigezo nambari 1 ambacho kilimfanya mshindi au mshiriki miongoni wa ushindi tukaendelea na fainali, kigezo nambari 1 ni ubunifu, au vipi bwana, Waswahili tunaita creativities. Sasa kigezo nambari 2 ni nidhamu. Tulitumia kigezo hiki kwa sababu wapo wasanii wazuri sana lakini hawana nidhamu. Miongoni mwao ni mmoja ambaye mlimwona jana hapa, tuliweza kuachana naye kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Kigezo nambari 3 ni kujiamini, confidence. Namna gani unaweza kuja kwenye jukwaa kwa perform kwa kujiamini. Hicho ni kigezo nambari 3. Kigezo nambari 4 ni utunzi. Namaanisha utunzi. Sawa, utunzi kwa maana ya uandishi au vipi, ile deliver unayofanya kwa audience iliyoko hapa. Lakini kigezo nambari 5, matamshi. Namna gani unazungumza kitu watu wanakusikiliza. Sasa leo muziki ulikuwa vizuri, wapo walioshindwa kutamka maneno vizuri. Kigezo nambari 6 ni namna gani unacheza na jukwaa. Sasa hapa tunaona vizuri. Zipo nyimbo ambazo mtu unaruhusiwa kurukaruka, lakini kuna nyimbo ambazo hata ukisimama tunaelewa kwa nini unasimama, kulingana na kile ambacho utakuwa unatuwasilishia. Sasa basi, bila kupoteza muda, all the way from Masembo, inaomba kelele za kutosha kwa kijana John Chako. Yes sir. Watu wa ulinzi na usalama, naomba basi, maana watu wakiziba pale maiki huku inakata. Kwa hiyo naomba tucheze sana na lile eneo. Jamani, turudi nyuma basi kidogo tumalizie, au sio? Turudi nyuma tu kidogo, dakika chache tumalize hapa mchakato. Kelele zingine au vipi bwana, ziende kwa vijana au vipi bwana, hawa ni wachekanikaji sana. Wakipanda jukwani pumbe linatemka na sisi tunenjoy, tunaburudika. Kelele za kutosha kwa Lawas the Dancer. Sasa all the way from Ushirika au vipi, mji fulani kwamba ukiingia hata saa 6 usiku unapata huduma zote. Piga kelele kwa rapper MC Papa Kanzo. Tunaweza kutosha kwa pazo. Tunafika pazo MC amepata one more time. Bwana, wanasema ni mbele kama wapi? Lumbela kama da. Sasa kutoka Lumbela mabibi na ubona, inaomba nisikie kelele za kutosha kwa kijana aliyekuja jukwani akaperform kibao cha Jose Chameleone. Sit down for baby. Sana, lakini hakuna namna, acha tuendelee. Kutoka Lumbela pale au vipi bwana, kijana mwenye nyama nyingi, kijana mwenye saa inayong'aa au vipi, kijana msikizi anaitwa Feno. Lakini sasa wanasema mziki ni sanaa au vipi, ila huyu ana sheria yake nyingine tofauti. Ukimwita nyumbani kwako ukampa
ambayo anayataka. Anacharanga na anacharanga vizuri sana. Huyu anaitwa Yoni. Sasa kwa sababu anasema familia ikikosa mwanamke inakuwa ni vurugu, au sio bwana? Kutoka Iponya, huyu ni First Lady, au vipi bwana? Naomba nisikie kelele za kutosha kwa Diana. Anaingia final. Tunaendelea, au vipi bwana? Au tuishie hapa jamani? Tunaendelea, au vipi bwana? Wakati tumekaa tulishtuka kuona jeneza limekuja hapa, lakini kwa sababu ni moja ya sanaa tukasema sawa, na sisi tukaona kilichofanyika sio kitu cha kitoto. Huu ndio ubunifu tunaotaka kutoka Masumbwe hapa town. Naomba nisikie kelele nyingi kutoka Wakuja Pugi. Ikiwa ninakwenda kumalizia, ninaomba nisikie kelele nyingi kutoka kwa kijana. Anaitwa Kifunza. Kwenda kuonyeshana upendo, kuonyeshana nafsi. Na kama haitoshi, asante msanii. Wanawake wote wanaopendeza kichwani, au vipi? Ukifika yule mbele pale, lazima muone bwana mdogo mmoja mwembamba sana, mwenye mwili mdogo, lakini siri yake ni pombe tupu. Ninaomba nisikie kelele za kutosha kwa Mani. Anapenda fainali tena kuonyeshana kinga, kuonyeshana mafia. Sasa basi, nimebaki na mtu mmoja kati ya hawa wanne. Nimebaki na mtu mmoja katika hawa wanne. Ninaomba nisikie kelele nyingi sana kwa Rapa. Mtu huyu nitakakwenda kumtaja hapa anakuwa kwenye yale mazingira ya danger zone, kwa maana ya kwamba kama atakwenda kuyarudia makosa haya aliyofanya hapa, kutokuwa msikivu, kukosa ubunifu, kushindwa kwenda na jukwaa na kufanya yale yote ambayo tuliwaelekeza kwa muda mrefu sana, atakwenda kuliaga shindano tarehe 21. Ninaomba nisikie kelele za kutosha. Mtu huyu nitakakwenda kumtaja hapa anakuwa kwenye yale mazingira ya danger zone, kwa maana ya kwamba kama atakwenda kuyarudia makosa haya aliyofanya hapa, kutokuwa msikivu, kukosa ubunifu, kushindwa kwenda na jukwaa na kufanya yale yote ambayo tuliwaelekeza kwa muda mrefu sana, atakwenda kuliaga shindano tarehe 21. Ninaomba nisikie kelele za kutosha.